Serikali inataka suluhisho la msongamano ndani ya jiji la Dar es Salaam au katika majiji yake yote. Hivi serikali iko serious kwamba inatafuta wazo ni namna gani itapunguza wazo au njia ni namna gani itapunguza foleni katika jiji la Dar es Salaam? Wako serious au wanajizima data? Kwanza kabisa nataka utambue matatizo hutengenezwa ili kutengeneza biashara. Sijui nimeeleweka? Yaani 80% ya matatizo yote duniani yametengenezwa na binadamu ili binadamu ayafanye biashara. Kwanza nataka ujue. Kuna mtu anaweza kaa ananibishia. Nitakupa mfano mmoja mwepesi. Biashara ya bunduki Marekani, biashara ya watu binafsi. Ndio maana ndani ya Marekani bunduki ni nyingi kuliko raia. Biashara ya bunduki China ni biashara ya serikali. Ndio maana huwezi kukuta bunduki zinazagaa ovyo. Kwa nini? Kwa Marekani wale watu binafsi inabidi watengeneze mechanism biashara yao iuziki. Wanafanyaje? Tengeneza societal disorder. Tengeneza vita ndani ya jamii. Bunduki zitauzika sana. Ni moja hapo ya mfano nimekupa tu kwamba matatizo yote yametengenezwa, mpaka ya afya 60, 70 ya magonjwa yametengenezwa, mavyakula, lifestyle, vitu vingi vimetengenezwa. Wenye bigger brain ndio tunaelewa. Sasa tatizo la msongamano wa magari hata watu Dar es Salaam ni moja. Serikali, government official akipata hii video, naomba ipeleke huko serikalini juu. Economic policy ya Tanzania, sera ya kiuchumi ya nchi ya Tanzania. Sera ya uchumi ya nchi ya Tanzania, Dar es Salaam ni sumaku ya riziki zote. Yaani Dar es Salaam kama ilivyo kwamba mito yote inaelekeza maji baharini, ndivyo hivyo riziki zote zimetengenezwa zije Dar es Salaam. Kama ilivyo Kenya, riziki zote zimetengenezwa ziende Nairobi. Kama ilivyo Uganda, riziki zote zimetengenezwa ziende Kampala. Sawa? Kwa hiyo kama serikali inataka kupunguza watu Dar es Salaam zaidi ya nusu, Dar es Salaam ni mkoa mdogo sana. The smallest city in Tanzania, si ndio? Alafu ina the most population. 10%, zaidi ya 10% ya Watanzania wako Dar es Salaam. Wanakula nini? Wanawindana wenyewe kwa wenyewe sometime. Sasa dawa ni moja tu, kupunguza msongamano wa watu na foleni ya magari. Dawa ni moja. Number 1, toa sera ya ubepari, kwa sababu mabepari ndio wanaotengeneza watu kujazana sehemu, kwa sababu resources zao zote wameziweka pale. Toa sera ya kiuchumi ya ubepari, ingiza hybrid, uchumi chotara, mabepari na Watanzania waendeshe uchumi wao. So far uchumi unaendeshwa na mabepari tu, ndio wanaoamua. Ukishatoa hiyo, tukishapata hybrid economy system, ardhi ikatoka kwa central government ikaja kwa Watanzania. Ikatoka kwa central government ikaja kwa Watanzania. Central government sio Watanzania, central government ni agent wa tabaka fulani. Wenye bigger brain wananielewa. Automatically Watanzania watasambaa sehemu mbalimbali kwenda kujenga uchumi wao. Nataka nikupe picha moja, utanielewa. Tengeneza picha, watu wote wanaofanya kazi YouTube dunia nzima wana uwezo wa kuwekwa chumba gani wakajaa? Content creator wanaolipwa na YouTube. Kama YouTube ingekuwa ni studio moja, wanakaa wanazalisha maudhui yao, hiyo studio ingekuwa kubwa kiasi gani? Hiyo studio hata Burundi haiwezi kuaccommodate. Yaani nchi ya Burundi au Rwanda haziwezi kubeba watengeneza maudhui wote duniani ambao YouTube anawalipa. Lakini wamesambaa sehemu mbalimbali, wanafanya kazi na YouTube na YouTube wanawalipa. Sasa chukua huo mfano ulete kwenye Tanzania. Umelima nyanya zako, unampa JKT anaziuza tu, na hela yako anakutumia, umekaa nyumbani. Huo mfumo unawezekana. Tuna JKT market, tuna akina Baresa market. Unalima nyanya, unaangalia nikipeleka kwenye market ya kina Baresa nitapata hii, nikipeleka kwenye market ya JKT nitapata hii. Condition ya JKT lazima nitaacha fungu la 10. 10% ni ya JKT kwa ajili ya mambo yetu mengine ambayo tutakuja kuyatengeneza huko mbeleni. Nimekupa picha. We need hybrid economy system. Tupunguzane mijini. Umelima ndizi pale Moshi, una access online, unaangalia hizi ndizi nikimuuzia Baresa
mabepari wananunua hivi, JKT Market wananunua hivi, JKT wanawauzia Watanzania. JKT ni platform ya kukopeshana sisi unga, mchele. Kama huna hela ya kwenda kununua kwa kina Bahresa, we need hybrid economy, ndio njia ya kupunguzana mijini. Tumejazana Dar es Salaam kwa sababu ya mfumo wa kiuchumi. Tusizimane data. Njia gani unataka ya kupunguza foleni? Kutengeneza hizo paid road. Yaani mnatengeneza matatizo alafu mnakuja na suluhisho la matatizo. Mnataka kutuona si wajinga. Kwa njia ni moja tu, kupunguza foleni na hivyo mnavyovisema. Hybrid economy, ardhi itoke kwa central government ije kwa Watanzania. Watanzania watapungua mijini, watarudi mashambani, wataijenga nchi yao. Ukuaji wa nchi utakuwa kwa kasi isiyo elezeka. Decentralized the system we have so far. Sitaki kupata tatizo nikamtaja Samia. Nikipata tatizo nimtaje Chalamila. Tunahitaji tuwachague wakuu wa mikoa ambao tutakuwa tunagombana nao kuhusiana na maendeleo yetu ya mkoa. Wakuu wa mikoa wamchague rais, rais achague cabinet, boom. The world is decentralized. So is Tanzanian leadership system. We must start to think about how to decentralize our system. So Chadema anaamka asubuhi anakuambia tuna maandamano nchi nzima. Kwa nini Chadema anakuwa na gati ya kusema tunatakiwa tufanye maandamano nchi nzima? Kwa sababu wanajua nchi ya Tanzania iko centralized. Mtu wa Mtwara anaamka asubuhi anataka aende kwenye korosho zake, anakuta na tangazo tunatakiwa tuandamane nchi nzima. Mtu ambaye anaamka asubuhi anataka aende kwenye viazi vyake akapalilie viazi. Mtu wa Kagera anataka aende kwenye kahawa zake. Mtu wa Moshi anataka aende kwenye ndizi zake. Unaamka from nowhere unasema tuandamane nchi nzima. Kisa unaona ile population ya Dar es Salaam wengi ni jobless. You can just fuck around their mind and do the stupid stuff. Usalama wa nchi yetu ni kudecentralize vitu. Kama vile YouTube iko decentralized, lakini kila mtu anafanya kazi analipwa. So as uchumi wa Tanzania unaweza. Tunahitaji JKT Market. Kuna watu wana vipaji, kuna watu wanaelewa wanachokiongea. We need hybrid economy, we need our land. Tutapungua mijini. Mswahili elimika.